Yes bana, bado tunaizungumza michezo. Jana kulikuwa na kikao cha Simba Sports Club ama press conference, kwa maana ya kwamba Murtaza Mangungu mwenyekiti, lakini pia alikuwepo pia Kratos Magoli mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, akizungumza na wanahabari na aliruhusu maswali mengi kweli kweli. Mzee Mwaipaja alifuatilia mkutano huo na hapa akaniambia ana mengi ya kuzungumza kuhusiana na kikao, namna ambavyo kimeenda. Mzee Mwaipaja, tuanze mkutano ulivyouona, namna ambavyo viongozi wako wamezungumza, mantiki hoja zao kubwa nzito, umependezewa sehemu gani hujapendezewa? Mimi jambo la kwanza nilipendezewa jinsi walivyokuja katika mkutano wa waandishi wa habari. Na hilo tulikuwa tunapigia sana kelele sana kila siku. Kwa sababu Simba kila mtu alikuwa ni msemaji. Mara tuna msemaji Ahmed Ally, mara tuna msemaji sio nani, mara tuna msemaji, yani vurugu mechi ilikuwa. Unaelewa? Lakini unavyoenda yani baada ya kupiga kelele kwamba hii maiki ya nyuma pale, unaelewa? Jambo la kwanza nafurahi kwamba sauti yangu ilisikika. Na nimeona kama vikao vya klabu ya Simba havijavuja. Mpaka waandishi wa habari mnaenda kumpata kocha, ina maana kikao kilikuwa kijavuja. Ina maana Ali Kamwe amelalamika na lialia na tapatapa, alikuwa hajapata habari kwa sababu tayari tulidhibiti habari. Hilo kwanza, jambo la kwanza napongeza kwamba udhibiti wa habari. Na ndio tunachoitaka klabu kubwa kama klabu ya Simba, lazima kuwe na udhibiti wa habari. Sio mtu analopoka tu mtu akikaa. Na vile vile ujaji wa kwenye media pale. Kwa sababu mmekuja katika pande mbili. Mmekuja kuna mwenyekiti wa wanachama, mmekuja kuna mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambayo tunaelekea katika uwekezaji, ambayo ndio bodi ndio inafanya kazi yake, na mmekuja na CEO ambaye ni mwajiriwa wa klabu ya Simba. So maneno mpaka hapo. Hiyo ndio muendelezo ambao inatakiwa watu wa Simba ndio walikuwa wanautaka pale. So maneno mpaka hapo. Na vitu vilivyozungumzwa ni vitu viko very clear. Havina shaka, na hata waandishi wa habari wametoka pale wameridhika. Kama hawajaridhika, naona huyo ni mchawi wa waandishi wa habari. Kwa sababu tulichokuwa tunakizungumzia, mimi nimemfuatilia mwenyekiti alizokuwa anazungumzia kuhusiana na uwekezaji wa Mohamed Dewji wa bilioni 20 ambazo anasema zipo ambazo ndio zinazoendesha timu. Umeelewa? Mimi najua toka zamani kwamba Mohamed Dewji sio mwongo. Mohamed Dewji aliweka bilioni 20 kwa mapenzi yake. Mohamed Dewji ni shabiki wa klabu ya Simba, na ndio maana huwa nikikaa katika maiki huwa nampigania Mohamed Dewji, yeye ndio mwenye Simba yake kwanza, umeelewa? Kwa sababu ni mtu hana longolongo. Kama mwenyekiti amekiri kama bilioni 20 ndio zinazosababisha kila siku Simba wao wanachukua kwa mwaka zaidi ya bilioni 6, hiyo ni tayari kwamba mwanachama mmoja anaichangia klabu ya Simba bilioni 6. Umeelewa mpaka hapo? Kwamba Simba ni klabu tayari imeshakuwa ni ina utajiri wake. Kwamba bilioni 20 zile kama ni dhamana zinaendesha Simba kwa kila mwaka wanachukua bilioni 20 bilioni 6 za mambo ya kuendesha vitu. Hilo jambo la kwanza ambalo lazima viongozi wa klabu ya Simba wao wanatoka hadharani kumwambia kuwaambia umma wa watu kwamba Mohamed Dewji hana matatizo. Sio mnasubiri kuja katika vikao mikutano ya hadhara ndio mnazungumza pale, lakini tukishatoka pale tena hapa utasema mara DP World, sio mara sio nani, mara siku kuna mtu anataka sio kuwa mwekezaji. Hakuna kitu kama hicho. Na mimi nataka ushauri wangu mimi kwa nyinyi viongozi wa klabu ya Simba. Tena kupitia nyinyi wanachama, viongozi wa wanachama Masia. Ushauri wangu mimi ambao uko bora kabisa. Mnavoingia kwenye vikao vya bodi ya wakurugenzi kujadili masuala ya uwekezaji, inatakiwa nyinyi kama mna mtu ambaye anataka kuwekeza katika klabu ya Simba, sio lazima mufuate mwekezaji ambaye yule mwekezaji ana 49%, hamna mamlaka ya kumchagulia mtu awekeze. Kwa sababu tayari ameshatiana saini mpaka ameamua kuwekeza klabu ya Simba, na maana kisheria. Sio tena tunaingia nje ya box huku. Mkitoka kwenye hadhara ya watu mnazungumza hivi. Lakini tukikaa pembeni hapa kuna watu tena baadhi hata viongozi wanaita rumors zingine ambazo sio nzuri, umeelewa? Tunahitaji kwa nyinyi wanachama, uongozi wa wanachama, kama mna mwekezaji wenu ambaye na yeye anaweza akakompete na Mohamed Dewji, basi yeye anunue hisa za wanachama katika 51. Yeye aje huku kwa wanachama, kwa sababu hata tunavyoenda kuchukua wanachama, ina maana watanunua hisa. Basi huyo hata huyu mwekezaji huyo anataka labda mnamtaka nyinyi huku wa pembeni anunue hisa kwenye 51, ili hadi klabu ya Simba iwe na nguvu. Sio mnaenda kumwataki
mwekezaji wetu, wakati na tunajua kabisa, sisi tuna ukweli kabisa kama Mohamed Dewji hana shida pale katika klabu ya Simba. Na vile vile tumemsikia sana Crescent Magoli, amegusia vitu vingi zaidi, na amegusia mpaka speech ambayo ya Engineer Hersi anaenda kuitoa kule Doha Qatar kule. Amezungumzia kwamba mada ambayo ilikuwa mezani ni tofauti alivyopeleka yeye, umeelewa? Kwa sababu mada ya mezani ilikuwa inazungumzia vitu vikubwa zaidi. Vilabu kuwa na viwanja vya mazoezi, vilabu kuwa na management nzuri, vilabu kuwa na kila kitu umesia. Unakuja kuzungumzia unakuja kutoa washabiki wa klabu ya Simba eti kwamba ndio kuna tatizo katika Simba. Sisi Simba tunajuana kama kuna wasaliti. Sio uongozi dhaifu, tuna wasaliti. Kuna baadhi ya viongozi kama viongozi ambao wakubwa kama kina Crescent Magoli wameshika nafasi kubwa kabisa hata huko kafu kwenye kusema wewe. Unaenda kuzungumzia unapa ndani mashabiki. Wakati wewe mwenyewe una mambo mengi mabaya zaidi. Wewe mwenyewe kwenye FIFA kule kama faili lako wataliangalia la wachezaji ambao wanakudai Engineer Hersi, wewe hata chochote walichokupa hicho wanakunyang'anya tu mwakani, umeelewa? Na kama utaangalia yani makocha kibao wewe wanakudai uko FIFA kule. Unaizungumzia klabu ambayo haina deni FIFA. Unaizungumzia klabu ambaye iko namba 5 Afrika. Unaizungumzia klabu ambayo ina bilioni 20 imeshaweka, kuna mwekezaji. Nyie kuna wekezaji nyie. Wewe unajitia kamanda, yani wewe unajitia kamanda Lucas. Kwa mtu anayeangalia The Ottoman anajua na maana vipi kama kuna kamanda Lucas katika umo. Wewe unajitia kamanda Lucas na sisi tutapambana na wewe. Na ndio maana tumekwambia vipi? Kama mambo yani vita ya usaliti kama ilivyokuwa ya Othman Bey, kwamba atahakikisha mpaka wasaliti wote wameondoka katika dola ya Uturuki, na sisi ndio tunaenda kuiunda sisi dola yetu ya mnyama Simba Sports Club. Engineer Hersi, wewe ndio unatumia madaraka yako, unaanza yani kuviamrisha mpaka hata kila bodi ya ligi. Engineer Hersi, wewe ndio unatumia mpaka hata watu katika usaliti katika klabu ya Simba. Alafu leo hii unatoka hadharani ndio unasema kama kuna matatizo katika klabu ya Simba. Jaribu kushughulika na watu wako. Wewe unakimbia kivuli ambacho umesababishia watu wa Yanga kwenye usajili wao. Umemleta Balakonte umesema umetumia milioni 400. Umepiga tu hela hiyo. Umemleta Alisane Kouma sijui huyo dogo pateni. Unajitia umempa milioni 500. Uwezo wa milioni 500 ndio ile kule. Mmeleta kiroba cha kilo 86 pale. Mmepewa kwa mkopo, unadanganya watu wa Yanga, unasema umetumia milioni 700. Wewe ni tapeli tu. Mzee Paya, tuishie hapo kwa siku ya leo. Unaona kama unatoa madini mengi kweli. Yaani ni madini mengi. Tunaenda kusambaratisha Mesia Kamanda Lucas, na tunaenda kusambaratisha kina Carles Bey, kuna Yakub Bey ndani ya klabu ya Simba. Bado wasaliti tunao, na ninavyokuambia napisha dua kina Kisugu kuanzia Alhamisi naingia mzigoni mimi pale. Mpaka wasaliti wote katika klabu ya Simba waondoke, na huyo Kamanda Lucas naye atafute pa kwenda. Shukrani sana. Hapo. Yeah, we go.